Mariam Saidi. Asubuhi, yani usiku kaka walirudi kazini saa 2. Wakutoa tunaangalia pale TV. Mimi kaingia zangu nyumbani kaenda kulala. Kwenda kulala pale nikaacha pale watoto na wazazi wao. Mimi kaingia zangu kulala. Lakini sikujua chochote kilichoendelea. Asubuhi sana naamka, kuna mtoto ambaye anaenda shule. Anaenda kugonga dirisha kwa baki mradi ampe nauli ambao aende wapi shule. Amegonga mara 3. Hakuitika. Sasa mimi sikuwa na nani kwa sinajua labda wamechelewa kuamka amechoka. Nikaendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo nikazunguka kule nyuma nifagie. Wakati nafagia, nikamsha jicho hivi dirisha nikaona dirisha limekatwa. Na alafu pazia lina damu. Akasema kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa. Nikamwambia, "Njoo kaangalie kule nyuma." Akaenda kuona. Nikamwambia sidoingiaje chumbani, je kama amefunga na ufunguo kwa ndani tutajuaje? Akasema hivi. Akaenda yeye yule mwanae mkubwa. Akaenda chumbani, nikamwambia wewe nenda misozi kuingia, kwenda wewe kule chumbani. Akaenda alipofika pale ndo amkuta mamake na babake amefariki. Akaniita dada njoo uone, na mimi kaenda kuona. Tukakuta hivyo amefariki, yani hatukujua chochote. Yani tumejua ni asubuhi. Lakini hatujua chochote kimeendeleaje, hatujui yani. Hivyo tu ndio umetoka. Wanakuja mlikuwa waliingiaje chumbani? Wakati anakuja pale dada alikuta pale sebuleni. Tukamsalimia pale akaingia zake nini chumbani. Kwa hiyo kaka naye akabaki kwenye gari pale. Lakini kaka naye akaingia naye chumbani. Hivyo. Lakini mimi nilienda tena kulala sikujua. Na mimi asubuhi nikajua dada wamelala maana si wanachelewa wanalala. Kwa hiyo nikajua wamelala, wamechoka tu kuamka. Kumbe ndio hivyo tatizo makuta hivyo. Ilikuwa mimi sijazunguka kule nyuma na kuangalia dirisha lile lilivyo. Tusingejua kama mondani wamekufa. Hivyo. Umefanya kazi hapa muda gani? Nimekuja mwaka jana mwezi wa 8. Labda hamkusikia kishindo chochote cha kuvunjwa kwa dirisha? Yani hatujasikia chochote kile hatujasikia. Maana yake sisi tumeshangaa yani kama sijaona dirisha na hizo damu. Tusingejua kama amekufa. Ndio kamita mtoto wake naye akaona, akamwambia basi wewe ingia chumbani angalie kaka atakuwa wazima, mbona kuna damu dirisha limekatwa. Ndio akaingia akaona ndio akuta wazazi wake wameshafariki. Na sasa hata hatujua chochote yani wamekufaje. Maana hatujasikia kelele yote hatukusikia. Na mume ambao limetokea leo. Naitwa Farid Jafari. Tulichokiona ni miili ya watu wawili waliolala chini imeuliwa. Wewe unawafahamu wahusika binafsi? Wahusika ni majirani zetu na tunaishi nao karibu. Huyu baba ni mfanya biashara na maduka. Na maisha yenu mtaani alikuwaje kwa ujumla na wewe? Huyu baba ni mkimya sana. Hanaga story na mtu yote yule. Sherehe zote za kanisa zinafanyikiwa huko ndani. Naitwa Joseph Masudi. Wa marehemu. Kaka wa mama. Wa baba. Taarifa ulipata muda gani? Asubuhi saa 1. Alikupa taarifa alikuwa nani? Dadangu. Alikupa taarifa. Na ulipofika ulikuta hali ipoje nyumbani? Nilikuta taharuki, watu wako nje huko. Kuja nataka kuingia, polisi ananiambia mna usiingie. Mpaka nikamwambia sasa nitajuaje kama amekufa? Ambia ukweli wa mambo kwamba amekufa. Basi kwa tumesubiria mpaka muda ulipofika ndio kweli kashuhudia kumbe ndugu amekufa. Judy Aloni ni mkazi wa Bonyokwa. Huyu ni ndugu yetu, ni jirani yetu. Pia tulikuwa tunasali pamoja Roman Catholic, pia jumuiya. Kwa hiyo hapa tu nyumbani kwake ndio tulikuwa tunakutanika kama jumuiya, wanajumuiya pamoja. Wewe na marehemu uhusiano wenu tofauti na jumuiya ulikuwaje? Uhusiano wetu ulikuwa ni mzuri sana. Alikuwa ni mtu wa watu. Mke na mume wote walikuwa ni watu wa watu. Walikuwa naishi na sisi vizuri sana. Hata mtu akipata matatizo walikuwa analibeba tatizo la mtu. Kwa hiyo tumeishi nao vizuri kama majirani. Tukio hili nyinyi mlipokeaje? Labda mlisikia kelele usiku au tu mlikuja wenyewe asubuhi? Sikia kelele zozote, taarifa tunazozipata kama vile unapewa tu taarifa. Wote tukaje, tumepata taarifa kama kwenye saa 12 kamili asubuhi. Kwa hiyo wenyewe kama sisi jumuiya tulikuwa tunapewa taarifa kwamba hivi na hivi tumeondokewa na jirani mwenzetu. Basi kwa hiyo tulikuwa tunawasiliana kwa simu tu. Tunapigiwa simu, jamani, ndio tukakusanyika kama mnavyoona hapa. Kwa kweli imetuumiza sana sana sana. Tumeumia kwa sababu ameacha watoto wadogo. Kama wangapi ameacha? Idadi ya watoto ambao walikuwa wako hapa, kuna mkubwa ambaye amesoma amefaulu vizuri, anaenda form 5. Huyo ndio firstborn. Alafu kuna wadogo wa kike. Wadogo wa kike 3 na mwingine mdogo tena wa kiume. Kwa hiyo jumla 5. Tumeona hapa tu ambao tunawajua 5. Pengine tukio hili nyinyi kama majirani, labda kwa mnavyomfahamu, labda inawezekana labda ni hasa kibiashara au maisha ya kawaida kwenye kutafuta.
Unajua maisha ya mtu binafsi huwezi kuyajua. Kwa sababu kuna maisha ya mtu mwingine huwezi kuyajua, lakini maisha tunayojua sisi ni maisha ya kiimani tuliokuwa nayo katika imani. Na tulikuwa tunajua tu kwamba ni mfanyabiashara, anafanya biashara zake. Ni hilo tu. Sasa hatuwezi kujua mengineyo sisi kwa sababu huwezi kujua maisha ya mtu katika familia yake au nje ya hapo mnapomfahamu nyinyi yeye anaishi vipi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuelezea kitu ambacho huwezi kukifahamu. Kwa hiyo tuko naye tu karibu, jirani pia, na sisi wote ni wa Roman Catholic. Kwa kweli imetuumiza sana Wanabonyokwa. Alikuwa ni mcheshi, alikuwa ni mpole huyu baba. Jamani mpole, hataki pita na gari, haachi kusimama kuwasalimia na gari. Tukio hili limetokea leo tarehe 12 mwezi wa 6 2025 katika mtaa huu wa Bonyokwa, eneo hili maarufu la GK, barabara ya kwenda Canada. Maiti hizi zimekutwa chumbani zikiwa zimejeruhiwa na vitu vyenye ncha kali. Basi tukawajulisha polisi nao wakafika, wakaendelea na uchunguzi wao. Taarifa hizi nimepigiwa simu kwenye saa 2:30 kwa sababu na mimi nimepatwa na msiba usiku. Nilikuwa naelekea sehemu inaitwa Tandale, nimefiwa na mtoto wa shangazi yangu, na ilikuwa saa 7 nisafiri kuelekea Chalinze Pwani. Lakini baada ya kuzipata nikalazimika sasa kurudi kwa sababu hakuna taarifa yoyote iliyotokea ya kihalifu kwenye eneo letu, kwa sababu tuna ulinzi mzuri, tuna vikosi vizuri, tuna radio call. Paka mimi natoka nilikuwa nimekamilisha kwamba hakuna tatizo. Ndio hilo hatua baadaye kuja kujulishwa kwamba kuna tukio limetokea. Basi wakati niko huko nikaanza kujulisha pia vyombo vingine kwa ajili ya kusogea eneo la tukio. Bila shaka wewe ndio wa kwanza kufika hapa ndani. Umekutaje mazingira ya huko ndani? Si wa kwanza, kama nilivyokuambia nimetokea huko, kwa nimefika pia kwamba timu nyingine zilikuwa zimeshafika. Kwa hiyo maana yake kwamba tukio hili lilitokea chumbani, hata familia, hata watoto, hata house girl, hicho kitu yeye amestukia tu kuna hicho kitu kinatokea. Kwa hiyo mtoto wake mkubwa ndo alikuwa na eneo kubwa la kutupitisha kwenye A na B, baadaye wataalamu wakaingia kwenye jukumu lao. Umekutaje labda milango ilikuwa imevunjwa, madirisha yalikuwa yamevunjwa au kulikuwaje? Milango haijakuwa imevunjwa, dirisha kwa upande wa nyuma kuna eneo ambalo limeonyesha hivyo, lakini kuna eneo kubwa kidogo. Ndio maana nasema kwa sababu uchunguzi unaendelea, sipendi kuingia sana huko, manake bado kuna maeneo yana utata kwenye tukio lenyewe. Kwa hiyo umeingia huko ndani chumbani. Ndio. Wanasema kuna maneno yameandikwa no reform. Sio kweli. Hivyo vitu ni vitu ambavyo watu wanaviongezea chumvi kwenye maeneo hayo. Kwa hivyo vitu havipo. Kwa hiyo jambo hili kwa mujibu na mamlaka zinazohusika ni wao za kiuchunguzi. Kwa hiyo zoezi hili limechunguzwa kwa hatua ya kwanza, ikafikia tukatoa na miili ndani. Miili sasa hivi imeshapelekwa polisi. Kwa hiyo sasa hivi hatua zingine zinaendelea. Kwa hiyo tunashukuru pia mkuu wa kituo ameweza kuongea na Wanabonyokwa na kuwapa pole na kuomba wawe kwenye utulivu. Na mimi naongezea kwamba Wanabonyokwa tuendelee, na washukuru kwanza kwa ushirikiano ambao wamejitokeza, wameweza kuja mpaka eneo hili kwa wingi wao, lakini pia ni waombe waendelee kuwa utulivu wakati zoezi ama shughuli za kiuchunguzi zikiendelea. Na wapa pole wanafamilia wote waliopatwa na tukio hili na msiba huu na Wanabonyokwa wote. Lakini tuendelee kushukuru jeshi la polisi, tuendelee kushukuru timu yetu ya ulinzi shirikishi inaendelea kufanya kazi vizuri kabisa kwenye eneo letu, na wengine wote ambao wanaweza kushiriki kwenye eneo hili. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza vifo vya watu wawili, mume na mke, ambao wamejulikana kwa majina ya Anthony Hilary Ngabori au wakati mwingine Ali Ngabori mwenye umri wa miaka 46 na mke wake ambaye amefahamika kwa jina la Ana Amiri Juma anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39. Wote ni wakazi wa Bonyokwa ambayo ipo katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Tukio hili ambalo linachunguzwa na jeshi la polisi linadaiwa kutokea usiku wa kuamkia tarehe 12 mwezi huu wa Juni mwaka 2025 kwenye nyumba yao ya familia.
Miili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea ili kujua na kubaini kwa kina